eneo kubwa la nchi hii limekuwa covered na misitu. Na misitu ili iweze kustahimili na kufanya kazi inavyotakiwa, utafiti unatakiwa. Swala kubwa ambalo tunalifanya ni kutafiti na kubaini ni miti hipi inafaa kupandwa maeneo yapi. Kwa mfano upande wa Njombe ambao ndiko bahati nzuri tuko leo, ambao ni eneo ambalo linapata mvua zaidi ya milimita 1000 kutoka usawa wa bahari, lakini ni joto chini ya centigrade 20, tunabainisha ni miti inayofaa kupandwa maeneo hayo. Baada ya kubainisha miti inayopaswa kupandwa katika maeneo hayo, tunafanya tafiti ya kubaini kwa namna gani miti hiyo inapaswa kupandwa, inapaswa kutunzwa, na mwisho inaweza ikavunwa kwa uendelevu kwa kiasi gani. Misitu inatumika kwa mfano kwenye nishati. Sisi kazi yetu ni kubaini ni miti hipi inafaa kutengeneza nishati, kuweza kupata pengine mkaa, tumia miti ambayo ni kidogo sana. Sasa ukija kwenye uchumi, mchango wa misitu katika uchumi wa nchi ni 3.3, kwa maana ya kutumia zile takwimu za muda mrefu, lakini ambazo zilitumia mazao yanayoshikika kwa maana ya mkaa, mbao na nguzo na vitu vya namna hiyo. Lakini TAFORI kwa kushirikiana na wadau wengine tunamalizia tafiti inayojumuisha na mchango mwingine wa misitu kwa maana ya vitu ambavyo havishikiki. Kauli mbiu ya leo ya kidunia, misitu ni chakula. Sasa ukianzia hapo, maana yake bila msitu hatuwezi kuishi. Kwa maana ukianzia kwenye matunda, ukianzia kwenye maji, ukianzia na mnyororo mzima, unaona kwamba bila misitu kimsingi hatuwezi kuishi. Kwa hiyo haiwezekani ikawa ni 3% kama tulivyokuwa tukiripoti kipindi cha hapo awali.